Jumapili ile ya mwisho kunakuwa na matengenezo ya kanisa. Lakini pia leo ni siku yetu ambayo ni ya siku ya mavuno. Na aya ya siku hii ya matengenezo inasema, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Neno hili linatoka kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 2. Lakini pia aya yetu ya siku yetu hii ambayo ni ya mavuno, ambayo parish amesoma, inasema, umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondosha unono. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili linatoka kwenye Zaburi ile ya 65 mstari ule wa 11. Kwamba Mungu ambaye anayetaka tumwabudu yeye, tusiabudu vitu vingine, ametujalia baraka. Na ndio maana anasema kwamba umeuvika mwaka unono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba nianze na matengenezo ya kanisa, tukijua pia kwamba sisi wanadamu tumeenda isivyo mbele za Mungu. Ndio maana kila itwapo leo tunasikia taarifa mbaya. Na sasa hivi ukiangalia watu wengi hawako tayari kusoma neno la Mungu. Saa zote wako kwenye mitandao. TikTok, sijui Instagram, sijui Facebook, sijui nini, wakiangalia yanayojiri. Lakini sisi tunapaswa tuangalie neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweka mabando, baada ya muda linaisha kwa sababu ya kuangalia nini kinachoendelea. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye anayetuazia mema, tuko salama. Amen. Lakini usalama huo usije ukajibweteka, ukaacha kuishi katika ushuhuda wa Mungu. Na wewe unaweza ukaingia katika hali ambayo yasintofahamu. Maana shetani kama simba ngurumaye yupo kumtafuta mtu amezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutafute uso wa Mungu na malango yetu, ili Kristo aendelee kuinuliwa na kutukuza juu ya maisha yetu na katika familia zetu. Wazo tulilopewa linasema ni ushuhuda wetu. Lakini pia wazo lingine linasema, ondoa yaliyo chukizo mbele za Mungu. Ushuhuda ni nini? Ushuhuda ni kwamba ni yale ambayo unayoyaishi kila itwapo leo. Mtu anapokuona aone maisha yako yana muonekano gani. Kunena kwako unanena kwa njia gani? Hata Petro wakati amekamatwa akamkana Yesu, tunafahamu kwamba alisema, mtu huyo mimi sifanye nini? Simjui. Lakini watu walioona maisha aliyokuwa anayaishi, lakini pia hata kunena kwake, wakasema, wewe unatembea kama, unaongea kama. Kwa hiyo ushuhuda unaelezea kimsingi maisha ya mtu, jinsi anavyoonekana na jinsi anavyonena mbele za watu. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, kifungu hiki tulichokisoma, hii mistari michache ya 15 mpaka 19, lakini ukianzia kule mwanzo zinaonyesha habari za Hezekia ambaye alimtumikia Mungu akiwa na umri, akiwa ni mfalme katika umri wa miaka 25 baada ya baba yake Ahazi kuweza kuondolewa katika ufalme. Lakini tuone ni nini ambacho Hezekia alichokifanya. Hezekia alileta matengenezo ndani ya taifa la Israeli, ndani ya taifa la Yuda. Alileta matengenezo yale ambayo baba yake aliyoyafanya, ambayo ni ya kupotosha kanisa kwa kuweka sanamu za miungu ndani ya madhabahu. Hezekia alienda akaviondoa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho tunachokisoma kwenye habari hii ya Mambo ya Nyakati sura 29 yote. Ukisoma pale utaona jinsi ambavyo Ahazi alivyofanya vitu vya ajabu ambavyo vilimuondoa pia katika utawala wake. Lakini Hezekia mwanae akaja akafanya matengenezo. Na Mungu ametuita ili tuwe na ushuhuda. Ushuhuda ni maisha tunayoyaishi kila siku, yale watu wanayoyaona na kuyasikia kutoka kwetu.
Lakini mara nyingi pia ushuhuda wetu unaweza pia ukawa ni chukizo mbele za Mungu. Kama tunaishi kinyume na utaratibu wa neno la Mungu, ushuhuda wako unaweza ukawa na sura mbili. Ukamwakisi Kristo au shetani akawa ndiye anayeongoza maisha yako. Kwa hiyo ushuhuda ni maisha ya mtu na wala si maneno. Ushuhuda ni maisha ya mtu na wala si maneno. Watu wengi husema kwamba mimi ni Mkristo, lakini matendo yao hayaonyeshi hivyo. Yesu alisema mtawatambua kwa matunda yao. Ukisoma kwenye Injili ile ambayo ni ya Mathayo, sura ile ya 16, utaona jinsi ambavyo matunda ya mtu yanashuhudia kuishi kwake kama ni kwa kumtukuza Kristo. Tuseme kweli, tufanye yaliyo haki, tuonyeshe upendo, tusimame kwenye kweli, ndipo ushuhuda wetu utakuwa na mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Ondoa yaliyochukizwa mbele za Mungu. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Nabii Isaya, sura ile ya 1 mstari ule wa 16, Biblia inasema, jiosheni, jitakaseni, ondoa ubaya na matendo yenu machoni pangu. Wazo kuu katika wiki hii nasema ondoa yaliyochukizwa mbele za Mungu. Na Nabii Isaya anasema jitakaseni, jiosheni. Na sisi ni wakati wetu, taifa la Tanzania, tulisinzia, tulilala. Tunatakiwa tujioshe, yani tujioshe. Martin Luther akasema kwenye ile sakramenti ya ubatizo ni kuzikwa au kusafishwa kwa maji, ni kuondoa uchafu. Na si tujitakase, tuondoe yale ambayo yamekuwa ni chukizo mbele za Mungu ili tuwe salama. Anasema jiosheni, jitakaseni, ondoa ubaya wa matendo yenu machoni pangu. Na wakati mwingine unaweza kusema mimi sijatenda dhambi, lakini Mungu anaangalia wewe aliyekufanya kama kanisa. Umesimama kwenye zamu yako? Nimesimama kwenye zamu yangu? Na neno la Mungu linasema hata mtu mmoja akisimama kwa ajili ya kuombea eneo, kizazi kinapona, taifa litapona. Hata wakati ule wa gharika, Biblia inasema, je, Mungu akibaki watu hawa utatuangamiza tena kwa tauni sijui kwa nini? Akasema la, waonekane watu ambao wenye msimamo na wenye kujiamini, wenye kutafuta uso wa Mungu. Sitaleta maangamizi. Usalama wetu uko kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usalama wetu uko kwa Yesu. Na katika mambo ya ushuhuda pia, tukiangalia tunapokuja madhabahuni, hatuji mikono mitupu. Tunakuja na sadaka. Na sadaka zipo za aina mbalimbali. Lakini pia mojawapo ni hii siku hii ya leo ambayo tunasogea mbele za Mungu kumshukuru Mungu kwa matendo makuu. Tangu mwaka jana tulipofanya mavuno hadi mwaka huu, wapo waliozaliwa, wapo waliooa, wapo waliopata kazi, wapo ambao watoto wamefaulu wanaenda katika hatua nyingine. Yani vipo matendo mengi mema ambayo Mungu ametujalia. Kwa hiyo sadaka ya mavuno ni sadaka ya kwenda mbele za Mungu na kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwenda mbele za Mungu na kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ushuhuda safi wa kumtukuza Mungu inatukumbusha watu wayaone pia matendo mema ili wamtukuze aliye mbinguni. Na watu wanapoona jinsi unavyoishi kwa uaminifu, kwa upendo na utakatifu, hawakushangai, bali wanamshangaa Mungu na kumtukuza Mungu ambaye aliyekuleta duniani. Kiishi kwa uaminifu mbele za Mungu, hata unapopita kwenye mabonde ya aina mbalimbali, Mungu atakuweka salama. Tukumbuke hata wale wenzetu watumishi wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walitiwa kwenye tundu la nini? Wale walitiwa kwenye tanuru. Lakini wakina nani, Danieli na wenzake, wale walitiwa kwenye tundu la simba. Lakini ona jinsi ambavyo Mungu alivyowaweka salama. Simba angurumaye ambaye anamtafuta mwanadamu ili ammeze, lakini ukiwa ndani ya Yesu na Yesu akiwa ndani yako,
hakika unakuwa salama. Hakika kizazi chako kinakuwa salama. Huo ni ushuhuda ambao Mungu anatamani aendelee kuona ni kwa jinsi gani ushuhuda ambao unamwakisi Kristo ndani ya maisha yetu ya kila itwapo leo. Na ndicho ambacho alichokifanya huyu Hezekia. Hakuangalia kwamba aliyetangulia ni baba yangu aliyekuwa ni mfalme, lakini yeye akawa na mahusiano mazuri na Mungu. Na ndipo hapo tunapotambua kwamba mbele za Mungu kila mmoja anasimama na anatoa hesabu peke yake. Usije ukasema baba yangu ni mchungaji, mama yangu sijui ni mwinjilisti, mama yangu ni parishweka, baba yangu ni askofu, baba yangu ni mzee wa kanisa, sijui nani. Kila mmoja anasimama mbele za Mungu akitoa hesabu kwa maisha aliyoyaishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho tunachokiona kwa Hezekia. Hezekia kuangalia baba yake kama mzazi aliyemleta duniani, yeye alisema hapana, nitaitengeneza nyumba ya Mungu. Ndipo akawaita Walawi, waandishi, wakaisafisha nyumba kama tulivyosoma kwenye habari hii. Wakaisafisha nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wakakusanya ndugu zao, wakajitakasa, wakaingia katika hekalu, wakalitakasa. Na hekalu la kwanza ni moyo wangu, ni moyo wako. Ndicho ambacho alichokifanya Hezekia. Ambia watu, jitakaseni, fungueni mioyo yenu, ondoeni yaliyo maovu, ondoeni yaliyo chukizo mbele za Mungu. Lakini pia akaenda madhabahuni, akasema vitu ambavyo baba yake alivyoviweka madhabahuni, vyombo hata kama vilikuwa ni vya shaba, vikatakaswa tena kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu walienda, Walawi walienda madhabahuni, wakaenda wakavitakasa kwa upya. Lakini kwenye somo letu la kwanza, Yesu alipoingia hekaluni akakuta hekaluni watu wanauza, alipindua vitu walivyokuwa wanavifanya kwenye hekalu. Na hekalu la kwanza ni moyo wako, mpendwa mtu wa Mungu. Ndilo ambalo Yesu Kristo alilolifia. Yesu hakufia majengo hata kama ni ya gharama kiasi gani. Hekalu ambalo ni moyo wangu, ambalo pia ndio unalopaswa kusogea nalo mbele za Mungu, kumwambia Mungu asante, umeniweka salama, umenilinda Mungu, umeniepusha na hatari, umeniepusha na mauti. Leo nasogea mbele za uso wako kukushukuru kwa sadaka ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tathmini binafsi, unaweza kujiuliza, maneno yangu na matendo yangu yanamtukuza Mungu au yamekuwa ni chukizo mbele za Mungu? Lakini nikiangalia, watu akiniangalia wanamuona Kristo? Yaani mahali popote pale ambapo unapopita, watu akikuona wanamuona Kristo ndani yako? Haijalishi unafanya kazi kwenye sekta ya namna gani, lakini ushuhuda, yaani nachokisema mimi ni ushuhuda, watu wanamuona Kristo. Hata kama ni kule sokoni Kariakoo, ushuhuda wako kwenye biashara, maneno yako kwa wateja, watu waone kwa jinsi ambavyo unavyokuwa customer care kwa kuwahudumia watu vizuri. Biashara yako inavyokuwa safi, wewe mwenyewe muonekano wako. Haijalishi hata kama ni mama ntilie, usidharau, ile ni kazi. Isingekuwa ni kazi, hakuna wateja wangeenda pale. Heshimu ofisi yako pia, ile ni kazi. Muonekano wako ulivyo msafi, watu waje wakae wamuone Kristo kwenye biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukiangalia habari hii ambayo tulioisoma katika hiki kifungu cha Mambo ya Nyakati, ndio yale niliyosema kwamba Hezekia alifanya matengenezo, wakaondoa yote yaliyokuwa chukizo, vyombo ambavyo vilivyokuwa madhabahuni vikatakaswa, wakaviombea, vikawekwa tena wakfu kwa ajili ya huduma takatifu ya Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu vilitiwa unajisi. Na mimi naweza nikasema kwamba mimi ni Mkristo, nikaja hapa kumbe ninajisi kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
kumbe unalinajisi kanisa la Mungu. Ukaikuta hata familia unainajisi.